mtazamaji wa FM WTV, ni wakati wako mwingine tena tunakutana katika jukwaa letu hili la fikra na maisha ya wanachuo. Kwa siku ya leo pia niko na mwanachuo. Mimi naweza sote ni mwanachuo, lakini yeye atajitambulisha kwa majina yake. Kuja wewe tutaenda katika story zetu. Sasa tunapiga tu story. Karibu. Mambo vipi? Safi. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Debora Msigo. Ni mwanachuo. Ni mwanachuo. Okay, shukrani sana. Kwa maisha yako ya chuo ulianzia wapi? Kwa upande wangu baada ya kumaliza kidato cha 6 nikaenda chuo. Ndipo hapo safari yangu ilipoanzia ya masomo. Wewe ulikuwa unatamani kwenda chuo lakini? Ndio, ilikuwa ni moja ya ndoto yangu. Sababu gani ilikufanya uende chuo? Nilipenda kusoma, nilipenda kuwa msomi mwenye elimu ya kiwango cha chuo kikuu. Hiyo ndio ilikuwa motisha yangu na ilikuwa inanipa nguvu kila wakati nilipokuwa nasoma toka nikiwa shuleni mpaka nilipofikisha nafasi ya kufika huko. Ulianzia kusoma chuo katika level gani? Nilianza kusoma degree. Degree yangu ya kwanza. Tupe uzoefu wako. Uzoefu wangu katika safari ya masomo chuo. Chuo ni sehemu ambayo mtu anaweza kupata fikra nyingi sana na kupata mawazo makubwa hasa katika ufahamu wako na mambo mbalimbali juu ya elimu ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo chuo ni moja ya sehemu ambayo tunajifunza vitu vingi sana na nimejifunza vitu vingi. Ni vitu vingi sana. Sio tu katika masomo, katika maisha ya kawaida, kuna uongozi, kuna fursa mbalimbali unapokuwa chuo. Kwa hiyo unajifunza vitu vingi. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ambayo mtu anaweza kujifunza vitu vingi sana. Ndio nikupongeza kwa kufahamu vitu vingi ukiwa chuo, lakini kuna mwanachuo ambaye yuko pale anakutazama na anatamani kufahamu angalau hata vichache tu ambavyo wewe umejifunza ukiwa chuo. Cha kwanza kabisa ni kile ambacho unaenda kukisomea. Utajifunza kwa upana sana. Lakini cha pili utajifunza maadili. Kuja katika swala la uongozi utajifunza kuhusu uongozi. Kuwa kuna fursa mbalimbali kwa wasichana, kwa wavulana pia. Kila mtu anapata fursa mbalimbali, mfano ujasiriamali, hivyo na mambo mengine mbalimbali zaidi. Kwa sababu kuna fursa nyingi zinakuja katika vyuo. Kama tunavyojua kuna matamasha mbalimbali yanafanyika. Kwa kupitia hiyo vitu tunaweza kujifunza vitu vingi sana. Wale wanapenda sanaa, wanapenda nini. Tutakuja hapo. Kuna wale wanachuo au kuna wale wanachuo, kuna wale wazazi ambao wanatamani kufika chuo kabisa. Wanaona bwana nikipata tu ujuzi fulani mimi naachana na chuo. Hebu washauri watu kama hao wenye mawazo kama haya. Mimi ningependa kuwashauri watu wenye mawazo kwamba labda akifika wakati fulani chuo hakina maana kwake, aendelee na maisha mengine. Ile ni sehemu ambayo tunakuza ufahamu zetu. Inakupa elimu zaidi kuhusiana na maisha, kuhusiana na masomo, kuhusiana na kwa ni moja ya sehemu ambayo ni vizuri kuipitia, ni vizuri kupika, ni vizuri kuenda kujifunza kwa sababu utakutana na watu wengi sana. Pia inakufungulia fursa za kukutana na watu mbalimbali. Na wakati unasoma chuo ulikuwa unafikiria nini baada ya kumaliza chuo? Wakati nasoma chuo, kwanza nilichokuwa nafikiria ni kumaliza elimu yangu kwa ufaulu mzuri. Lakini pia hiyo ni sehemu mimi kupata fursa mbalimbali. Kukutana na watu, sio tu katika biashara, katika masomo, kutokana na kile ambacho nimekisomea na kufungua zaidi uwanda kujua dunia ipoje zaidi. Kwa hiyo hujatuambia ulisomea nini? Ulisomea nini? Maana naona hapo unajikita kwenye biashara. Je, ni masuala ya biashara au ni hiki ambacho tunakifanya hapa? Mimi nilisomea mambo ya lugha. Nilisoma mambo ya lugha. Ni moja ya course ambazo zimejikita katika sehemu mbalimbali. Kwa sababu unapozungumzia lugha nazungumzia mawasiliano. Kwa kupitia hiyo nimejifunza vitu vingi sana.